As I was saying, being a YouTuber, well, not being a YouTuber really, but making a content, whether it's a picture or it's a video, it's the best thing ever happened to me. I guess that's the only thing I know, but if I say that, I'll be lying. I know a lot of stuff. I've done a lot of things as well. Walking around with the camera, making content. You know, before I was working with a Blackmagic 4K cinema camera. Such an amazing camera. The Blackmagic, I don't know what they were thinking about that, but it's super, super, super cool. But it's so heavy in a gimbal. Every time when you go out and shooting, everybody's like, oh my God. You know, this is so professional. Guys, relax, I'm not shooting at you. But anyway, people, they get so freaked out, so annoyed. Manual focus. Well, I'm not complaining like, okay, I'm not so good operating manual focus. I've already been doing manual focus all my life with all the cameras that I had. For like pointing, gun, shoot thing, maybe not so good. For me, at least from my perspective, tafadhali. I'm speaking from my perspective. I'm not speaking for majority here, and of course I can't. Then I decided to switch. Well, I can't say I'm switching, because when you say switch, it's like so heavy terms, like, oh my God, he switched. No, I don't want to be in kind of like a war with the Blackmagic users, including myself. I'm not switching, but Sony A7 IV, the famous one. This one is more of my go camera, where wherever I go, I can just get it and start shooting. I go out, like here, I'm in a mountain. It's such a beautiful place. Oh my God, I wish like I could tell you guys more. I have a branch of my friends. Najaribu kuwaza kwamba hapa ndugu zangu wale maphotographer wa Bagamoyo kina Alvin Buffer, Allen, wangekwepo hapa wakaona hii view, wangesema, oh my God, man, we're gonna shoot. ISO is too much. Let's crank it down to 100. Push it up. Oh, it's beautiful. Oh, I could cry. It's crazy. Because people are being, who the fuck is he crying in the woods? Do you know this dude? No, it's new around here. Oh, for fuck's sake. I hate these guys. Where is he from? Some people, they get annoyed when they see, oh man, there is this electric post is ruining my picture. For me, no, I have no problem with that, because I just treat it as like, it's natural. Having an ND filter here is help a lot, my friend. Otherwise, it would be way so difficult because the sun is raining like hell. Right. This is so cool. And I'm like, man, relax. This is normal, my friend. I've been doing this all my life. I have such amazing experience about this stuff. Relax. For the video, I'm gonna put it down to low angle like this and shoot it. One bloody flower. Do we have it in focus? Can we get it in focus, Puffer Bar? Why you take so much? How should I start this? Checking. One focus? Focus. Thethira. Hii ni jina la hiki kijiji. Binafsi kimenivutia. Nimepita ile njia pale mara kadhaa. Kuna mbwa mwanzo alikuwa ananibwekea. Nikasema mbwa vipi, ana shida gani? Anyway. Sasa kile nikipita nabweka. Naona sasa hizi nimepita aliyeweka sasa. Labda ameanza kunizoea. I'm not a Sony guy. I'm learning. But ND filters always helps, my brother. Ngoja nikupe maelezo kidogo kuhusu kijiji. Hiki kijiji mwanzoni kabisa watu hapa walikuwa wanaishi kwa ufugaji tu na kilimo. Back in the days. Mind focus? Wanafuga ng'ombe, kondoo na nini hivyo. Ni kijiji pekee ambacho kimeendelea kupreserve the natural traditional way, living off the grid. Wanile some sort of community. Wakati asilimia kubwa ya sehemu nyingi Europe hawana ile. Yani say kila mtu mind their own business and do their own thing, which is totally fine. Of course, no one is complaining about that. Lakini hapa kuna utofauti mkubwa sana. Kuna ile community kwa kiwango fulani. Of course, wanaendelea bado na ufugaji. As you can see, kuna wafugaji wanafuga. Kilimo sijaona. Sijisazani sizani, hapana. Sio mashamba. Labda ni kwa sababu tu wameacha kwa ajili ya kufuga manyasi kwa ajili ya mifugo yao. Sasa hiki kijiji kipo katikati ya bonde. Yani mlima, kuna mlima afu wazungu wasema in the valley. Simulizi sound kidogo zina intensify,
msikilizaji yako, oh my god, this is amazing. Binafsi nimevutiwa sana na the way nyumba zilivyojengwa hapa. Of course zote zimeezekwa na vigae. Ukiangalia paa zao ni vigae tupu. Nyumba fupi sana. Kiasi kwamba hizi nyumba ukisema ujenge muundo kama huu Tanzania, unaweza usilale ndani, na ukilala ndani utaamka tu, joto lake sio la kawaida. Na nafikiri hii ni kwa sababu tu ya hali ya hewa huko. Unaona kuna hali fulani ya baridi. Mimi nimevaa t-shirt tu hapa ni kwa sababu nimeanza kubishana na baridi kwa kiwango fulani. Kwa sababu nikiendekeza itanizoea, kwa hiyo lazima ifike mahali twende tu sawa. Kilichonivutia hapa zaidi, kuna roots, na hiki kijiji kipo katikati au kipo katika moja ya roots ambazo watu wanatembea kwa miguu kilomita karibu 600 miangapi kutoka sehemu moja ya nchi kwenda sehemu nyingine kwa ajili, ni kama hija fulani hivi ambao zamani ilikuwa inatumika kwa ajili ya wale wa Roman Catholic. Lakini sasa hizi nimejaribu kuongea na watembeaji, ama tungeita mahijaji, wanasema hapana, mimi sasa sifanyi kwa ajili ya dini, mimi sasa nafanya tu kwa ajili ya tourism na utalii. Kama hivi napita kwenye vijiji tofauti, napata nafasi ya kuona wanakijiji na vijiji, ni utalii wa ndani. Mimi binafsi imenihamasisha, nikasema hii kitu kwa nini hatuna pale Bongo? Why? Kwa nini hao wenzetu wako so active kwenye utalii wa ndani kuliko sisi? Sisi. Ati denada Spanish. I wish I'd be speaking more Spanish, my friend. This is completely another story. In the beginning, I thought Spanish is easy. You just read as it's written and all this thing like that. One I, kama kule na nini. My friend, verb. This is completely different story. I don't even have a time to explain it right here. Spanish. It's lovely language. I like it, but it's hard. Kujipanga, let's go. Inahitaji kujipanga kwa kiwango ambacho sio cha kawaida, na mimi nimejaribu kujifunza darasani mara kadhaa. Najitahidi. Lakini kwa sababu nikiingia mtaani afu kufanya conversation katika mazungumzo ya kawaida, najikuta kwamba naweza nikasubiri dakika 5 kwenye mazungumzo ambayo yanaendelea. Ile neno nalijua. Siwezi kuwa kwenye mazingira kama haya. Yaani watu wazungumze neno ambalo unafikiri. Lakini uzuri wake ni kwamba kuna baadhi ya maneno yanashabihiana na Kiingereza, kwa sababu hii lugha pia imetokana na Kilatini kama Kiingereza. Mimi sio mtaalamu wa lugha jamani, kama nakosea naomba